Pia lugha ni moja ya utamaduni ambao unatumika kumtambulisha mtu popote pale alipo. Mathalani kwetu sisi kama Watanzania, lakini lugha tunayotumia ni Kiswahili. Kwenye lugha hiyo tunajua wazi misingi na falsafa ya lugha imetengenezwa kutokana na historia ya lugha, na watu ambao wanatumia lugha ya Kiswahili wanafahamu hayo. Kama jamii yako unaipelekea ni ya Kiswahili, na kama lugha ya kazi unatakiwa kuifikisha ni ya Kiswahili, jifunze sana kukielewa Kiswahili. Inaweza kisiwe Kiswahili fasaha ambacho kimejaa misingi yote, lakini Kiswahili cha mazungumzo ni cha msingi sana. Watu watakuelewa endapo utaijua lugha. Na kama umeandika kazi yako kwa Kiingereza, tunaamini kabisa kwamba liko kundi kubwa ambalo linazungumza lugha ya Kiingereza. Jifunze, elewa Kiingereza ili uweze kuwasilisha mada yako vizuri. Na sio lugha hizi mbili tu, lugha yoyote ambayo unatakiwa kuitumia, itumie, lakini pia ielewe kabla ya kuitumia. Kwa kufanya hivyo, ni wazi kabisa utaweza kuifikishia jamii unayoitaka. Ukienda kinyume na lugha ambayo jamii inahitaji kupokea, kamwe ujumbe wako hautaweza kufika. Na watu wengi wamekuwa wakipata changamoto kwa sababu hatutumii au hawatumii lugha stahiki kulingana na jamii walionayo. Speak like you never speak again imeandikwa kwenye lugha ya Kiingereza, baadaye itatafsiriwa kwenye lugha ya Kiswahili. Lengo ni nini? Ni kuhakikisha kwamba inawafikia watu ambao wanazungumza lugha ya Kiingereza, lakini pia inawafikia watu ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili, na kwa maana hiyo wataweza kuelewa misingi na wataifanyia kazi na kuishi. Karibu sana, tuendelee kujifunza kwa pamoja. Speak like you never speak again ndio suluhisho la changamoto zako za kuweza kuiadresi hadhira na kuweza kufikisha ujumbe uliokusudia.